kona tare idero tuna Governor Muthuriti Johnson do ndio modo ata jina koni Sakaja. Governor karibu sana. Asante sana. Mwega wako niko gamuno munene kai urago gure unapotea kosa kazi mlinipatia kazi so mimi niko busy na Ruta Wera tunasema Wera ni Wera but nashukuru na hata kwa wasikilizaji wetu ndamushokiri agave kabisa because uko kwa ground tunafanya kazi pamoja kwa mambo mengi sana. Yes. Na pia unajua siwezi choka kuwashukuru kwa kunipigia kura kusimama na mimi kwa muda mrefu tangu niwe chairman wa TNA. Mambo vile tulikuwa tunafanya mambo ya Rais Uhuru Kenyatta, baadaye nikasimama Senate, kura ikatiririka vilivyo na nikashinda, na nashukuru tukafanya kazi kwa Senate kwa nguvu, kwa bidii, nikaomba kiti ya governor. Pia hapo kwanza ile shukrani kubwa ni wasikilizaji hawakuangalia kabila wala jambo lolote lingine, walisema huyu ni kijana wetu adopted son, and so I was grateful. Yes. Na kazi ndio tunapiga, tuliomba muhula wa kwanza ambao unaendelea sasa ni miaka 3 na tunashukuru sana kwa sababu mambo inaendelea, kazi tunasukuma. Na lazima unajua kazi ya governor lazima uchanganye kazi, kuna siasa, kuna mawimbi here and there, but you must keep focused. Naona sasa uko na mvi kidogo. Umezeka bwana. Hapana. Ni hali ya maisha. Ama ni siasa Nairobi. No, ni miaka inaenda pia. Unajua nilianza nikiwa kijana sana. But ulikuwa kijana miaka ngapi hivi? 20 something? Nilianza siasa at 19. Nikaanza kufanya na Rais Mwai Kibaki kwa PNU, tukamtengenezea vijana Kibaki nikiwa around 22 23 tukafanya kazi ya katiba kuhakikisha kuna ile mambo ya boundaries. Okay. Nikafanya na President Uhuru Kenyatta, sasa alikuwa DPM, Deputy Prime Minister. Tukaunda chama ya TNA nikiwa 27, nikawa chairman at 27 actually. Nikaingia bunge at 28 kama MP. Kangana nikaingia Senate 32. 5 years. Nikaingia governor at 37. Okay. 37 years. So miaka inaendelea. Lakini sasa niko 40. Lakini kuna vijana wanasema kwamba kama unataka kutajirika kwa kijana join politics. Kama unataka kusota. Kila mtu ana kipawa yake. Unajua ukiingia siasa, ukiingia kwa siasa kwa sababu utapata manyumba, utapata jina, really. Unajua resources. Kwa mfano kama umetoa uongozi wa Nairobi, unajua viwanja vimebaki wapi? Unajua hivi ndio mawazo ya vijana. Ukiingia hivyo jamani utakuwa na makesi. Mimi hata sina kesi moja ofisadi. Sijashtakiwa kesi yote. If you go in kwa sababu ya pesa, ni kama it is like taking alcohol for the side effect. Ati unataka hangover. It's the wrong reason. Na utafail. Na watu wataona. And you'll get very frustrated. Najua watu ambao wamefilisika kabisa, watu ambao walikuwa wanasiasa wanatajika Kenya hii, nikikuonesha simu yangu one zile ujumbe hao hutuma wakiuliza hata 3,000, 5,000, 10,000, you'll be really shocked and it's very embarrassing. Kwa sababu ukiingia na hiyo nia hautafaulu, but ukiingia na nia ya kuhudumia wananchi as much as you can, sometimes things can flow, blessings can flow. Sasa la kwanza, yes, utawania ugavana. Yes, awamu ya pili kabisa. Juu tuko na mpango na tuko na manifesto. Mpaka wish ningeleta nikuoneshe zile vitu ambazo tulitoa ahadi, zile tulipromise tutafanya, zile tumetekeleza, zile zimebaki. Kwa sababu kubadilisha jiji kama Nairobi inahitaji pia muda. It's an institution ambayo haikuanza juzi, ilianza zamani 1901 ndo Nairobi ilianza. Kuna changamoto ukiingia pale unazipata, lazima ukabiliane nazo, lazima ufanye culture change. Niko na wafanyikazi wengi around 19,000 staff in Nairobi County.
ambapo wote wako na background tofauti. So unajua ukiingia hapo inachukua kwanza muda kidogo uelewe wa kuamini, uelewe philosophy yako, how you want to work to make some changes. Saa ingine kuna friction hapa na pale. So then now your things start working and things start moving. So inachukua muda kidogo, but mimi nimefurahia progress ambao tumeona. So you're happy? I'm happy so far. Are you regretting kuwa governor Nairobi? Oh, of course not. It is the most fulfilling job. A bank manager, CEO kwa bank. Hapana, unajua kuongoza account ya Nairobi. Hata ungekuwa CEO but uko hapa. You know, mimi naamini Biblia inasema for I knew you before you were in your mother's womb. Inamaanisha Mungu ako na mpango kwa maisha ya kila mtu. Kila mtu kuna jambo ambalo aliumbwa afanye. And if you find your purpose, that is where you should be. Wewe ni mwana you love guitar? Sana, uko nayo? Any country music that you love? Kabisa Kenny Rogers. Kama moja You've got to count your money. Or you're sitting at the table. Kuna ile Jolene. You know Jolene, of course. No, nafikira wewe ni kijana sana. Hapana. Zilizopendwa some things are timeless. Okay. Sasa ulipoingia ulikuwa na nimefanya utafiti kidogo. Uliingia na kauli mbiu ya lazima iwak. Unakumbuka hiyo? Si hadi kukumbuka. Miaka 3 imeisha kwa kuwa governor wa Nairobi. Je, ina work kabisa au bado? Mambo mengi ina work. Mambo mengi sana. Kuna mambo ambayo tulitoa ahadi. Kuna ile tumekamilisha na ni kuongeza. Jambo la kwanza ukiangalia ile manifesto ilikuwa kwanza kuleta jambo ambalo tunaita order, mtaratara, mpangilio of how things are done. Wafanyabiashara ambao wengi ni wasikilizaji wetu walikuwa na shida mingi sana kwa sababu license ilikuwa 6-7 Nairobi. Kufanya biashara. Na kama ukaratasi umeka hapo, zilikuwa sasa 7. Fire license, wiki nyingine ya business permit, wiki nyingine ya food and hygiene, wiki nyingine sijui all of those. Nilisema tutakuwa na license moja. Saizi ni moja ambao una apply kwa simu yako. Single license. Unified Business Permit, UBP. Hiyo imewaka. Kwa mfano unafungua pharmacy. Ukifungua pharmacy una login Nairobi services.go.ke. Una describe biashara yako. Unafungua account una describe biashara yako. Ni pharmacy, niko na license ya whatever institution it is, ama ni kiosk. Ni size hii, ni ya watu hawa. Inakuestimatea bili yako, unalipa na una print. Kuna pay bill? Yes, una print. So you don't have to come to City Hall. Lakini hata hivyo kuna wale ambao wanataka kuja wachukue karatasi hapo. So niliwatengenezea customer service mpya. Ukifika City Hall, kama ulikuwa hapo 2022 na miaka za mbele na saa hizi ni tofauti. Na bora hujani invite? Karibu kunywa chai ya kanjo. Unajua kwa nini nakuuliza hivyo? Ni kwa sababu gavana uhusiano wako na HMCS. Hata kabla tufike uliniza mambo ya kuwaka, tutafika hapo. Hiyo inaendelea. Inaonekana kama kwa sababu kufanya kazi na uhusiano ni tofauti. Na wale ambao MCS chaguliwa na raia county, we call them as sub counties, 17 sub counties. And 85 wards. Yes, 85 wards. Hao wenyewe wako na watu ambao wamepata hiyo business permit. Wote leo hii tulisema tutalisha watoto. Tunalisha 316,000 kila siku na shilingi 5. Tulisema tutajenga majikoni. Watoto wengi walikuwa hawaendi shule kwa sababu ya njaa Nairobi. Leo ni shamba ya mawe. Kama una chapaa utakosa chakula, utakosa pali pa kulala. Saizi tumejenga jikoni 17. Zote zinatoa minimum of 20,000 meals a day. Hao watoto ambao wanavaa ile saa ya yellow, ukiuliza kama inawaka tukwambia inawaka. Na wazazi wao, imagine mzazi labda ni mama wa kufua ama mama hoka, leo atapata kesho akose. Anajua whether apate ama asipate mtoto wake amekula. Huyo ni mtu anasema inafanya kazi. Pale popote ambapo tumefanya mabarabara, wale ambao wanapata maji ambao wako wanapata na nitakupatia orodha baadaye. Na hata unaweza wapigia simu na watu wa area hiyo wanaweza piga simu wakwambie ndio imeongezeka au bado hatujafikiwa. So many of those are working. So of course unajua kwa county ya Nairobi
si county kama ingine. Nairobi iko na the highest number of MCAs, 85 wards. Iko na around 124 thereabout MCAs, 17 MPs, one governor. One governor. So lazima unajua kwa setup yoyote of course lazima kuwe na maneno. Kwa unajua kuongoza wananchi ni jambo moja. Kuongoza viongozi ni ngumu zaidi. And so here and there, you know, issues can come up. But kama familia ni muhimu kukaa chini, kuongea, kutatua na kusonga mbele. Kulikuwa na mpango. Ndio unafahamu hivyo. Ya kuondoa Sakaja. Kuondoa kwa mamlaka siku kadhaa zilizopita. Lakini inadaiwa ya kwamba rais na Odinga waliingilia kati. Kukunusuru kisiasa. Kwa nini? Bona MC walikuwa wanataka kung'akutua kwa gavana. Ni jambo ya kawaida. Jambo ambao it's been provided for kwa katiba yetu. Kwa sasa kumekuwa na motion 19 za impeachment Kenya hii. Kuna zile zimepita kadhaa, kuna zile hazijapita. Na sababu huwa tofauti, lakini tukawasikiza. Tuko na mambo mengi ni mambo ambayo tunaweza tatua, tunaweza sikizana. Na hiyo ikapita. Tukasema okay, let's do a few things. Kuna mambo unajua they have a right. Kuna mambo ambayo ilikuwa inawasumbua kwa ground. Kwa mfano, unajua raia waliokupigia kura wako katika mkutano kati ya rais na Odinga sasa na Sakaja. MCS walisema nini? Unajua how do you walikupigia kura? Walipigia MCS, wananchi, MP, sio? So wananchi ndio walikupigia kura, sio? Na nawashukuru sana. So 5 votes. Unajua kuna governor 6 votes. So 6 votes. Yeah. So walipokuwa mbele ya rais na kinara ODM. So walisema nini? Unajua uko na nafasi. Unajua I believe in fair administrative action. Inamaanisha kwamba sio vizuri mkutano ambao haukutoa taarifa ya habari. Mimi niwe ndo naongea. Unajua wanasema hadithi ya msitu ikipeanwa na simba ama ikipeanwa na the hunter, he looks like the hero and the hunted looks like the villain. But long and short, because unajua kuna hiyo privileged settings ambazo sio kila kitu. Ni mambo ambayo most of them are critical issues. Kwa mfano unajua vijana wetu wa Nairobi, watoto wetu tumekuwa tunawapatia bursary na scholarships. Okay. Kwa sasa tuna watoto 1500 ambao walikuwa na scholarship. Na scholarship ni wale ambao wanalipiwa kuanzia form 1 hadi form 4. Kwa bursaries katika kila ward, kila muhula tulikuwa tunawapea more than 1400. Kumaanisha kuna watoto 119,000 ambao walikuwa wananufaika. Mambo vile ilienda mnakumbuka na mmetangaza hapa, control of budget alisimamisha mambo ya bursaries. Kulikuwa kunahitajika kuwa na kulikuwa na kesi kotini. So that was one of the issues, and we explained, because nieleza ni mwaka mmoja tu imesimamishwa na lazima sasa turejesha because kuna hiyo makubaliano kati yetu na serikali ya kitaifa. Lakini ukiangalia unajua Nairobi County Government haikuanza jana. 2013 kulikuwa na governor. 2017 kukawa na governor. Alafu kukawa na NMS, kukawa na Kananu. What in 10 years bursary ambazo ilipeanwa Nairobi ilikuwa 3 billion. In 2 years ambayo tulikuwa tumeruhusiwa kupeana tangu nichukue hatamu za uongozi, tulitoa tayari 1.6 billion plus 200 ya ECD. 100 million, 100 million. So if in 2 years tumefanya 1.8 and in 10 years they've done 3 billion, can you compare 10 years 3 na 2 years close to 2 billion? Niyo mwaka mmoja tu ambao ilikatizwa. Jambo lingine lilikuwa of course mambo ya ward based programs, because tuko na programs ambazo tunafanya kama serikali ya county. Na hizo programs za muhimu sana, nazipenda sana. Kwa sababu inamaanisha kwamba kila sehemu ya jiji la Nairobi lazima kutakuwa na program na project ambayo inaendelea. Hiyo pia the highest amount ambayo ilikuwa imetolewa ilikuwa 2017, 200 million.
na kende kishuka 167 mpaka 50. For the first year tulifanya around 735 million. Ya pili na naweza orodhesha, unajua wasikilizaji wetu pia wanajua pale wanaishi na wanajua zile programs wameona, zile ambazo labda ni kibao tu imewekwa na project imesimama. The first year we did 735, mwaka wa pili around 950 there about, na mwaka huu ambao ulipita ni 898. Kuna zile ambazo bado hazijalipwa in 11 wards ambazo zitaweza kulipwa na tunaendelea zaidi. So unajua ile pressure ground pia huwa na changamoto yake. But I can tell you, ukianza for instance hapa tu pale tuko Kilimani Ward, Tabo Road ilitengenezwa, Mudangari Gardens 95% imeenda kuisha. Kina Kawangware, Jubilee Lane na shopping center, modern parking imefanywa. And I can list for you more than 176 projects ambazo tumeweza kufanya kule mtaani ambazo zinakuhusisha mwananchi wa kawaida. Kaangalia stadiums ambazo zimeweza kutekelezwa kule Makongeni, Mwiki inaendelea. Maybe not at the speed we want, kwa sababu pia unajua kuna changamoto za hela. Because hizi pesa ni ile ushuru ambao tunatoa na ile ambayo inatoka kwa national government. Okay. Hela zote ambazo Nairobi upata from the national government ni mshahara peke yake. Kila development ambayo inafanywa Nairobi ni ushuru ambao tunaokota kama county. Mnakusanya. Vile niingia kama governor we were less than 10 billion. Mwaka wa kwanza, na namshukuru chief officer Tyrus Njoroge ambao tumekuwa naye leo kule Kikuyu. First year 10.5 billion. Second year 11.8 billion. Hii imepita tumepandisha 13.8. The highest amount kwa historia ya Kenya. Tangu Mungu ajenge Kenya, hakuna county imayokota hela kama hizo. And so of course we need more. Ndo muambia watu wa Nairobi, jameni, kulipa ushuru will give you that service ambao unahitaji. Kungele mambo ya manyumba, kuna manyumba ambayo ilikuwa watu hawalipi hata kidogo hela for 10 years. Unajua unakaa kwa nyumba rent ni 1500, bado unapata mtu akona bili ya milioni 1. Nasema sasa jameni, tutaishi namna gani? And so all those projects are, are at an advanced stage ukicompare na hapo mbeleni na pale ambapo tunafika. They say men lie, women lie, and numbers don't. The numbers speak for themselves. Na wananchi kwa ground wanasema, nikija nimeongea kwa simu na jamaa anaitwa David Gitao wa Mihango, anasema for the first time anapata maji ambao hajaiona maji tangu ahamie huko 2009. Yeah, 2009 to date maji imefika mara ya kwanza. Mihango iko wapi? Mihango Embakasi East. Okay. Huko upande za huko Utawala. Hujui Mihango? Hapana. Na huko ni city. Sasa if I show you the issue of water. The issue of water, kwa sababu nimeona kuna malalamisho ya kwamba some apartments hawajawahi pata maji. Kama zaidi miaka kumi. Kama wapi? Which area? Hapa. No. Unajua shida ya maji ya Nairobi? Kwa mfano kuna wakati hapa sasa ni gavana hapa. RMS. Nimeona hapa mlikuwa mmelipa bill. Sio hiyo. Walikuwa wameleta what do you call it? Hizi boza hizi zinaleta maji hapa. No, sometimes unapata kuna hitilafu. Unajua hitilafu ama ni hiyo haiko siku hizi. Because kama tunalipa stima, sidhani ya kwamba tutakosa kulipa maji. Unajua stima ikuja na pipe, inakuja na waya. Haiwezi toboka. Lakini pipe ya maji inaweza toboka. A lot of the infrastructure ni mzee. Kumbuka kuna zile kwa hata 1950 kama ya CBD na areas kama Ngara, Kamkunji, is very old infrastructure ambayo through kampuni yetu ya Nairobi Water tunazidi kuimprove. Na tukiimprove ile inaitwa revenue wote inashuka. Remember Nairobi, na watu lazima wakumbuke, na nilisema kwa debate, Nairobi has a water shortage kwa sababu projects za kuleta maji Nairobi zilikuwa 4 peke yake. Ya kwanza Kikuyu Springs 1906 inatupatia 6000 cubic meters. Ya pili ilikuwa Ruiru Dam, ilijengwa 1928 na mzungu mkoloni. Ya tatu Sasumwa 1956 kule Nyandarua County. Ya 4 na hiyo ya Nyandarua inatupatia 60 million liters kila siku. Alafu Dankaine ambayo inatupatia 84%, na hiyo ilifanywa from 94 to 1997. Target ilikuwa population ya 2 million Nairobians. Sasa tuko milioni 7 mchana na milioni kama 5 hivi 5.5 usiku. So kuna program ilikuwa imekwama, na namshukuru rais sana kwa sababu nilimsukuma sana.
mambo ya waylifts na kulipa fidia wale ambao shamba zao tumepita. So hiyo yote ilikuwa inatupatia 525 million liters kila siku, tunahitaji 870. So tayari tumeongeza 140 million kwa kukamilisha Northern Collector Tunnel. Hiyo ndo unapata saizi maeneo kama kule Ng'ando, kule Karen, kule wapi, maji inakuja for the first time. Kuna watu walikuwa sema pipe zao zinapasuka, ndio hazijazoea kuna maji, you know. Saizi tumepata hela ya kutengeneza line nyingine kutoka Gigiri ili support hii area yote tunafanya urban renewal ya Nairobi, yeah. So the pipe which is 24 kilometers, yeah, hiyo pipe 24 kilometers inatoka Gigiri ikuje Muthaiga, ipite Pangani, Kariokoo, Gikomba, Shauri Moyo, all the way to Inetwaje mpaka Heshima Road, Ambira Road, Heshima Road. It will serve Shauri Moyo, it will serve Buruburu, it will serve Bahati, you know, Makongeni ambao tunafanya affordable housing program. Na zile tunafanya za county. Unajua kuna tofauti ya zile za county na zile za national government. There are two different programs. Sisi yetu ni urban renewal project. Katika zile nyumba zetu zilikuwa za kanjo. Umepata nyumba ilikuwa maybe 1 story, hazina gorofa ya juu. Nyumba ni half an acre ama quarter, ambapo ukijenga vizuri unaweza patia watu wengi zaidi nafasi. So hizo area zote Shauri Moyo, in fact hiyo maji itafika mpaka Mukuru, affordable housing. Saizi ukienda Galleria kule Karen, utaona kuna pipeline tunachimba on Lang'ata Road. Kwanza tuna connect 600 meters ivuke barabara. Watu wa Lang'ata, Royal Park, ukija chini Sun Valley, kwa mara ya kwanza maji itaanza kuingiana. In fact saizi tayari kuna wale ambao wanapata, because kuna line ilikuwa inapita Kibira ilikuwa imetobolewa, tukaweka concrete na tuwapatie maji. So the water, increased water, wale walikuwa wanapata labda mara 2, watakwambia wanapata pressure zaidi ama wanapata mara 3. Wale walikuwa wanapata mara 3 wanapata mara 4, because hata kama tumeongeza 140 million kila siku haijafika. So tuko na project nyingine ya Northern Collector 2 na Maragua 4 ambayo itatuongezea 220 million liters a day. Hiyo nimepata financing. Na ngoja tu, unajua ubaya sasa, hata county ikipata financing lazima National Treasury itume hiyo request, si ndio? Because that is our constitution is. But kuna project nyingine ambayo inaitwa unajua kule Ng'ethu, Gatundu North. Hiyo najua. Ng'ethu ndo tunafanya water treatment. Na water treatment tukifanya hapo kwa Kororia, kuna 30 million liters tunapoteza through the filtration system. So engineers wetu wame design project ambayo hiyo maji itarudi tena kwa system. So we'll add another 30 million. So itakuwa 250. So if you know, God willing, si usema God willing, inshallah, hizi zikitimizwa, because there's no other way, we have to think of more sources of water for Nairobi. Nairobi yenyewe haina maji ambayo inatoka. Then pia ku preserve maji ambayo tuko nayo, you know, ku harvest maji kwa hizi gutters, ili unatumia kuosha nyumba. So water harvesting is very important. Na tumeka kwa building code yetu kuhakikisha kwamba ukijenga nyumba lazima uwe na njia ya water harvesting collect. So I mean there are many things ambazo zinaendelea. Kuna zile bado ni changamoto ambapo, you know, Rome was not built in one day. We must continue to improve areas fulani hapa na pale, and we will do it because that is what we committed to do. Kuna like Kirereshwa, yes, and Lavington ilikuwa single dwelling, yeah, lakini sasa si wale if kama ilikuwa a plot, ilikuwa plot ya nyumba moja, sasa yeah, it's an apartment, like maybe 30 or 50 apartments. Mpango bwana. Tuko na project ya why license, you know, I mean ukiangalia from 1975 the maximum height allowable in this area was 1+3, 4 floors. Gorofa zijaanza last year nikiwa governor. Hata majirani wenu hapa hawafai kuwa na hizo gorofa kama hii kwa panje. But what we are doing now, tunafanya zoning, tunafanya zoning policy ambayo tulepeleka kwa assembly, development control policy ambayo inaangalia sasa Nairobi kwenda mbele, kuangalia new plan na ukiangalia the city that will have 10.5 million people in 2050. Na area ya Nairobi 696 square kilometers haibadiliki. So what you need to do ni kuongeza what we call the amenities. Ukiangalia ile project for instance tunafanya with the rivers along both sides of Nairobi River, tunaweka trunk sewer ya 2.4 meters by 1.8 ambayo itatupatia capacity ya the next 50 years for sewer. So hizo tuna connect sasa kwa hizi mitaa ambayo itakuwa na ni project si ati ni story inaendelea.
Ukienda saizi kule Dandora utaiona. Ukienda Kariobangi utaiona, hapo Lakisama utaiona. Ni jambo ambalo inaendelea. Pia tumepata wafadhili kama French Development Agency, European Investment Bank na wengine ambao wanatusaidia kufanya siwa expansion. Lazima tufanye. Saizi ukienda Umoja utapata tumechimba kabisa, tunapanua siwa, you know. Ukienda maeneo mengi ambapo tuko na hizo projects zinaendelea as we speak. So sio mambo ati tunasema tunapanga itakuwa tutafanya. Ni vitu ambazo zinaendelea kwa ground. Ukienda huko utaziona through Nairobi Water, kuna zile tunafanya na Athi Water, you know, because hao wako na mandate ya kudevelop infrastructure. But it's in collaboration with the county government. Baadhi ya wapinzani wako wamekutaja kama Sakaja ni mfisadi. Au ni mweupe kama pamba. What is the question? Tunasema vile umesema. Wamesema hivi. So ukipinga lazima upinge. Na lazima ujaribu kuonesha mwenzako akiwa na dosari. Which is the right, lakini unajua allegation is allegation. Ni fitina ama ni siasa. Of course ni siasa. Na ulikuwa umejiandaa kwa maneno kama haya? Of course. Nilijitayarisha. Umewahi sikia nimetajwa kwa scandal yoyote ama nimeshtakiwa kwa jambo lolote tangu nijue? Kushtakiwa, kufikishwa kotini, hiyo ni tofauti. Hata na hiyo kwa video nilifikishwa kotini lakini kwa ufisadi I've never, not at all. In fact Nairobi County, unajua Auditor General, labda yeye ni mjaja, unajua hapana, msema kweli ni Auditor General, si ndio? Auditor General ukiangalia report zake, akona report wanga na opinion ile mbaya kabisa, neno disclaimer opinion inasema hii makaratasi ya hao watu hata hawezi iangalia, ni dosari tupu. From the first term of governance Nairobi 2013 to 2017, audit report zote zilikuwa disclaimer of opinion, the worst audit report you can get. From 2017 to 2022 Nairobi ilipata adverse audit opinions from the Auditor General. Ya kwanza kusema qualified opinion was during my term 2023 24 na kwenda mbele, you know, that is a fact. So unless utasema pia huyo Auditor General pia ni mfisadi, na watu, unajua watu husema vitu from they just imagine kama kuna factory ya kusema. Kuna mtu alisema tu sijui kule Roysambu, nasikia hata kuna stage yote kwa Sakaja ati kuna manyumba. In fact nikasema mwenyezi nyumba ajitokeze because nitazipeana, because me I have no flats there. Kuna watu wanasema kwamba kubwa sana Sakaja ni billionaire. You know, wakisema hivyo wanasema from their lips to God, ni baraka pare committee ya kwamba uko na wananchi waingie wazichukue because kama mwenyewe hata jitokeza uko na jiji imagine. But ni baraka. Unajua mtu anakuombea, nikisema Wayora ako na ndege unasema amen na iwe hivyo, because I mean if I can do it will be very good, but I don't have such a project. I don't. So you don't have appetite, greed? No, but everybody has appetite to grow. Yeah, okay, to grow in business. We are allowed to do business. But I've never done business with any government entity. Hata wakati nilikuwa advertising, because I had a big advertising firm, I never put any advertisement by any government agency at all, because nilikuwa mbunge, you know. Na hiyo kuna kitu inaitwa conflict of interest, na kuna sheria ya conflict of interest. But I mean it's very interesting. Ukiona kwa mtandao unasikia ile watu wasema unasema okay, watu wananitakia mema, because if they say you own those things, then let it be a prayer, because who hutaki kuwa na vitu kila mtu, bora ufanye kihalali na ufanye biashara mzuri, you know. But many of them are lies. It's politics, because ukitaka kusimama, kitu ya kwanza unafanya ni kuharibia mpinzani wako jina, uharibu kabisa, alafu sasa useme wewe ndio malaika, you know. Kwa hivyo unasema kwamba wewe una maadui ambao hawaoni mafanikio yako. I think kila mwanasiasa ambaye anafanya kazi, wanasema mti ambao una matunda ndio upigwa mawe. So wale ambao labda wanamezea mate for whatever reason, lazima watengeneza porojo. Ni kawaida ya siasa. Kawaida sana. Sasa kuna wakati nili kuinvite hapa. Na wakati ule tulisungumza na wewe hapa. Uliahidi kwa tatizo la taka Nairobi utaliangazia. Kabisa.
Je, umefanikiwa Sakai? Nimefanikiwa. Bado hatujakamilisha. You remember nilikueleza tatizo la takataka is 3 things. Ya kwanza, kutatua mambo ya takataka, the first thing you need is staff. Lazima uwe na wafanyikazi. Barabara hazitajifagia. Takataka haitajiokota. So first you need to get staff. Second, lazima upange mambo ya equipment. Yeah? Malori, zile backhoes, zile equipment ambazo unahitaji. Alafu tatu, logistics. Lazima ziwe na mafuta na kila kitu. So ya kwanza, tayari tumeshaandika vijana wa Green Army 1400. Niliwapatia barua zao zote za kudumu, permanent and pensionable. Employment ya vijana 1400 haijaifanyika tangu niwe mtoto Nairobi. Na nilimaliza function midday, nikasimama mpaka hadi saa 1 kwa hapa wote barua zao. Jana usiku ukiona nikiwa nao town tukisafisha, they are very happy as permanent and pensionable employees. Lakini vile imekuwa hapo awali, wanasafisha lori ambazo tumezinunua. Nilinunua 24 tippers mwaka wa kwanza, nikanunua 23. Ukiwa na tippers huwezi kupata kazi Nairobi. Na unaweza bado hazitoshi. We need around 300. Yeah. Tukanunua another 24 refuse compactors, hizo tulizizindua. Na tunahitaji kupata nyingi zaidi ili pia macontractor wapate kazi kidogo, you know. But vile ilikuwa hapo awali, especially wakati wa NMS, ilikuwa ni ufisadi mtupu. Because ukiona bill ya takataka ambapo unalipwa based on ile kilo unapeleka Dandora. Pending bill. Bill ya 1 point. Waliacha pending bill ya 16 billion. 16 billion. Kwa county ambayo ilikuwa inaokota 8 billion. How do you have 16 billion pending bills in 2 years? Na mtu amejitolea, amepata loan, amenunua malori, amesikia kuna biashara Nairobi, amezileta na haezi lipwa. So the main thing ni kujenga capacity ya county kuiokota yenyewe. Alafu kudila illegal dumping. Ukienda Kawangware saizi, hata saizi tumeclear, lakini hapo maybe 2 weeks ago, unapata kuna mlima ya takataka. Ukiclear, in the next day imejaa. Hiyo takataka inatoka wapi? From neighboring constituencies, watu ambao labda ni private providers, ambapo wanafaa kupeleka takataka yao Dandora, wanaimwaga, unaokota wanamwaga hapo. So a lot of enforcement needs to be done. Huna surveillance? It is not enough. Nairobi, as I've told you, ni kubwa. Na ni sheria ambao sote lazima tujitokeze. Na kuonyesha kama Isili, kuna mahali ambapo katikati ya barabara, vijana wangu wakuja wanasafisha, wanatoa takataka in 2 hours. Wala wamekokoteni wamekuja wametupa takataka hapo. Na pipeline is a similar issue. Uliona chief officer wangu akiwa hapo. Hiyo takataka kwa hapo haijaletwa na Mosira. Huyo. Na anafanya kazi mzuri. God bless him. Hiyo takataka si yeye ametupa. Si ni wakaaji hapo na wametupa takataka. So sema okay, tuwekea hapa pipa. And pia you must engage. So what we've done now, tumetengeneza kampuni ya county. The same way tuko na Nairobi Water Company. Sasa tuko na Green Nairobi Limited Company, ambapo kutakuwa na hela ambayo inaenda hapo. Zamani Nairobi ilikuwa ukilipa maji 10% imeenda kwa mambo ya environment, ili wawe na logistics. Because hata kama niko na hizi lori na niko na vijana, wakati ile hela ambayo inatoka kwa serikali kuu ikichelewa, utapata lori hazina mafuta, so zimekaa. So now itakuwa na ring fence resources to be able to collect that garbage. So mambo ya collection mtaona hiyo ni lazima nifanye kabla ya kwenda mbele, because that is the one thing ambayo whether uwe tajiri uwe maskini, ukipita Kangemi uone takataka aufurahi. No matter who you are, it cuts across. But lazima utifanye in a sustainable way. Si ile fake way unadanganya watu waje uwapatie contracts waokote na ukose kuwalipa. Kuna watu ambao wamecommit suicide because of pending bills. Okay. Kuna watu ambao mafamilia zimevunjika, wamechotwa na bank. So uko na kama pending that are legitimate, you know, ama authentic pending bills ni kama ngapi hivi? Vile niliingia kwa governor, pending bill ya Nairobi ilikuwa 109 billion. Saizi ukiangalia financial statement ambayo tumeweza kufanya, it is now 83 billion. Inamaanisha umepunguza more than even our annual revenue. Because kuna mingi ambazo zilikuwa gushi. Kuna mingi ambazo ilibidi to reassess. Because of that 21 billion ilikuwa ya mawakili. Mawakili. Mtu ameenda ameargue case. Na heshimu hiyo career, but zile bill walikuwa wanapea county zilikuwa
extraordinary. You know, but look at the financial statements ambazo tumezitoa sasa zimepunguka, na kuna mpango wa kupunguza zaidi. Kwa sababu kuna kesi ambayo tulishinda kama county ambayo ni ile ardhi ya jeshi kule Embakasi, tuna negotiate na serikali, value ni 75 billion. Wakiweza kutukatia deni zetu zingine tarudi hadi bilioni 5 na kwenda chini. You'll have sorted out the financial, you know, standing of the capital city ambapo itakuwa profitable, because capital city inafuata kuweza kukopa county zingine, you know. Ukiona 13 billion about tunakota, it is more than 30 counties combined, lakini services lazima zipeane. Na hata hiyo 13 billion watu wengi sana hawalipi rates, lakini unataka services. You know, you cannot have your cake and eat it, you know. Inasema waje, you can't, yeah. So lazima watu walipe. Nilikuwa na mayor mwenzangu wa Paris, ananiambia yeye akona budget ya 1.2 trillion ukihesabu in Kenya shillings, 9 billion euros. Mji wa Paris iko na watu milioni 2. Sisi tuko na watu milioni 7. Na tuko na budget around 30, you know, 32 thereabout, maybe 40 billion ambao hatufikishangi, because watu wengi, imagine out of 250,000 parcels ya ardhi, accounts tunazo ni 50,000. Hao wengine wanataka tu services. Ndio maana uliona tukivuruga kidogo kwenda kusema hapana, lazima mlipe rates, tuka clamp down buildings, watu wakaanza kulipa pole pole. So this year I expect to get around 20, but Nairobi na potential ya kufika 50, because if you want services it must be paid for. Yeah. Sijui kama umetembea the New Cairo. Ndio, Shamal Sheikh, New Cairo tumeenda huko. So labda Kenya ina uwezo ya kuwa na a new Nairobi, like iwe isio tuweke miundo msingi. But you see hata hiyo ina gharama yake. New Cairo, yeah, miundo msingi, sijui maofisi ya serikali zilijengwa kabla watu hajahamia. Unajua that has happened in many countries. Ukienda hiyo New Cairo, ukienda Australia walihama kutoka kule Sydney na wapi kwingine wakaenda Canberra. Tanzania wakaenda Dodoma. Nigeria walitoka Lagos wakaenda Abuja. You can do that for a political or administrative capital. But haimanishi that unabadilisha ule mji ambao tayari kibiashara it is vibrant. Unajua GDP Nairobi ni kama nchi. GDP ya Nairobi ni $28 billion. Rwanda ni 11. We're almost 3 times Rwanda. Not Kigali, Rwanda. Burundi is $2 billion. Sisi tuko 28. In fact, and going up. So it's almost like a country. So you don't shut it. You actually unasema kwanza kwa mfano ukichora Kenya na rule katikati ni wapi, ni Isiolo. You can do that, but the resources to do that taifa yetu haina sasa. We don't have. National government haina hiyo pesa. Wewe fanya incremental, unaanza. Unajua kulikuwa na ile mpango, ukiangalia ile mpango ya unahamisha bunge, ofisi ya rais. Sisi watu wa Nairobi tutafurahi sana, lakini tunataka biashara ibaki kwa mji, you know. Ukiangalia ile mpango ya LAPSSET ambayo ilikuwa na Rais Kibaki, kuna corridor ambayo ilikuwa inatoka Lamu inaenda Isiolo, inaenda Mandera, what not, hiyo njia yote huko juu. If that was done, utapata very vibrant centers ambazo zitatengenezeka, because development inafuata infrastructure. Ndio maana kila jiji ambayo ni ya maana Kenya hii utapata iko kwa reli. Okay. Azikuwa kabla ya reli, zilifuata reli, you know, infrastructure. Na hiyo yote ambayo tunaangalia, ukiangalia map ya Kenya, it is less than 25% of our land. The rest of the 75 ni huku juu ambapo hakuna kitu. Kuna wakati nakumbuka alikuwa rais akiniambia, "Wewe unafikiri hii ni Thika Road?" Sio Thika Road. Hii ni barabara ambayo inatupeleka to another market of 180 million people in Ethiopia. Yeah? Watu wanafikiri wewe umejengea tu watu wa Mlima Kenya barabara. Hapana. If that was concluded, na nimefurahi rais wetu saizi anaizingatia, from Nairobi iende mpaka ipite Kiambu, Murang'a, iende Nyeri, ikuje Isiolo, iende juu mpaka Ethiopia. That is a whole market of 180 million people. And the towns ambazo zitakuwa hapo, we must think bigger about our country. But saizi tunapigania ardhi kidogo, 25%. Ndio kila mtu, watu wanapoteza maisha. Kila mtu anataka kuwa governor wa Nairobi, governor wa Kisumu. Yet there is more out there. Ukiangalia what has been done in that Egypt, it is a dry place. Look at Israel, it's a dry place. But what they've transformed is because of a vision. So, I mean, those are the challenges you have in a city. No one say that tukiingia Nairobi kila kitu itakuwa 100% on a day, but we've made tremendous progress. Yule ambaye ana macho na kazi ujionyesha. Unajua, jana usiku nimekuwa town tukisafisha na vijana.
So you walk in town center? I do, of course I do. I walk. In fact, yesterday I was alone bila hata security. Nilijidrive nikaenda nikasimama pale wako. Lakini kuna vijana wanapaka watu kinyesi. Wapi? Hakuna saizi. Kuna wale ambao walikuwa wameanza walishikwa karibu 300. Imagine, it's terrible. So what was that? It's terrible. Tulipata kuna watu ambao wana disconnect stima. Yeah. Na hata nilitembea na commander wa polisi, regional commissioner, tukaenda kwa kituo hapo archives ambapo mtu connect stima yake, illegal tapping. Kuna wale ambao wana vandalize, na ndio tukahamasisha wananchi, jameni, if you see that happening, send a message to 988 na useme Nairobi and say what you're seeing, because kuna watu wanakata hizi nyaya za stima kuuza copper. Kuna watu wanatoa bulbs ili kuwe na darkness, wafanye uhalifu. To whose interest is that? It is not to our interest as a people or as a city. But at Kencom, yes, watu kupaka watu kinyesi bwana. Who are those? I mean, we have the police. You know security is national. Nani hao? Si ni wahalifu. Hao ni wahalifu. Those are people who should be in jail. Ubaya county hizi funga mtu jela ni national, ni polisi. Na ndio maana tunafanya kazi nao. Kusema our part, we will make sure to provide lighting na mtusaidie kushika wale ambao kuna officers wangu walipigwa visu kule Outer Ring Road wakifuata watu wezi wa stima, on Outer Ring Road. Kura officers as well they were stabbed. So for us to sort that out, tunahitaji armed police. Na armed police are not under county government. Are they part and parcel of insecurity? The police? Yeah. I don't want to accuse them because wametusaidia pale ambapo tumeuliza, na nashukuru IG Inspector General alinipa some officers kuform ile anti vandalism unit ambao tuko nao Nairobi. Akanipa hadi gari ambao wanatumia. Kazi yetu ni kuweka mafuta and some of the allowances, because I believe security, in as much as the national function, all of us have a role to play. Sasa ingine unaona mtu anatoa ile barrier kwa barabara, tunampiga tu video tunaweka TikTok. But it is your money, it is our money. So maeneo hata jana juzi nimetembea many places, unapata tumeka stima, tumeka lights, tumeka bulbs. Mtu amekuja, amekata, anaonekana na wananchi, anakata mchana. There will not be a police officer in every centimeter of the city or every meter of the city. Sisi pia kama wananchi, we must play our part, Okay. And any officer must be identifiable. Kama ni mtu wa Kenya Power anafanya hiyo kazi, lazima yeye anaweza kujitambulisha akifanya hiyo kazi. That's how we protect our capital. Kuna msongamano wa magari hasa katikati ya jiji la Nairobi. Umepata suluhu sakaji? Suluhu ya hiyo ni BRT, ni mass transit system. Kwa sababu ya magari kuwa mengi, ni kwanza watu wanaona lazima niende gari yangu binafsi, because there is no reliable efficient public transit system, na hiyo jambo ambalo nimekuwa nasukumana nayo kabisa, at least kupata zile lines za BRT. Line 3 tumepata hela 74 million euros from the French, tumepata European Investment Bank financing request, tena lazima itumwe na national government. So ilichukua muda kupata ile cabinet approval at the national level ambayo imepatikana. Hizi ni zile vitu ukisikia saa nyingine mzee Baba Raila Odinga akisema kwamba mambo ya devolution yawachiwe counties. These are some of the things he means, because ingekuwa ni sisi peke yetu, jamani, tunajua hiyo uchungu ya msongamano, we lose so much money, in traffic. The solution, ukienda New York, uende wapi, utapata matajiri billionaires, mtu hana gari because anajua ataingia kwa train, ataingia kwa tram, kwa rail, afike kwa ofisi yake in 10 minutes, in 20 minutes. But for us, everybody must have. Na ukiangalia magari asubuhi, ukiziangalia vizuri, zile hazina tint, utapata kila gari kuna mtu mmoja peke yake ama watu wawili. Lakini wakaingia kwa zile basi za BRT, naomba kuna line 1, line 2, line 3, line 4 na line 5 ambayo tunasukuma kabisa zikamilike. That will sort out our problems. Then baadaye tunaanza kwa mambo ya pia commuter rail program inaendelea under World Bank, Kenya Urban Mobility Improvement Program. Ni vile tu zinachukua muda, but the plan is there. The goodwill is what we are pushing. In fact, tukarevive ile Namata, kwa Nairobi Metropolitan Transport Authority, ambapo governor wa Nairobi ndio vice chair na chair ni waziri. But we need concerted effort kufanya hiyo kazi pamoja. Okay. Yeah. Awali mlikuwa mmetoa agizo kwa wachuuzi, ni wachinga
unajua wachinga focus wanaitwaje wana wachinga kufanya biashara katikati ya jiji na Nairobi kwa mtaratara kwa mtaratara hilo limezingatiwa, lakini kuna ambao hawana adabu. Sasa tunakimbizana tu nao because we agreed pigia SGO anaitwa Gashanja mpigie saa hizi, lakini si wanasema ya kwamba wanaletwa na wanasiasa ambao wanakuunga mkono. Kama nani sifahamu because why they, kwa nini wako Nairobi kwa mfano like Moyame sijui wanatafuta wateja, that is the business. So tunawaambia wao gari ya Moyame tunaambia wao kwa back street na county hall you know hakuna hawkers county hall. So wanakujaga jioni. Hapana hawajafika city hall. Na Moyave ni wanajua hawafai kuwa. Na maanisha ofisi yako ni county hall. City hall City hall. Na kuna hawkers city hall. No, na maanisha your seat of power is City hall. Yes. Lakini there are hawkers Moyave ama Kimathi Street. Are they there really? Hapana. Wewe nikao hujatembea town. Hapana, natembea. Hata hujui mihango. Mimi no, na maanisha kwamba iwe they are very that how wanatatiza. You know what we agreed on because unajua kwa sababu ilikuwa kuwe na mpango fulani iko lakini haiko kuna balance. Ukienda mchana kwa hizo barabara hutapata watu. In fact wanajua from Moyave going up is no goes on completely. Hizi zingine za Tomboya kwenda chini wako na backlanes and after 6 PM bora wasizibe barabara wanaweza because hao pia wanatafutia watoto wao, you know. That's why tulitoa zile mabango ambazo zilikuwa zinazuia watu tukawasongesha. Watu walifurahi sana. So sometimes kuna wale wachache ambao wanakiuka, they go beyond. Nao sasa lazima sheria iwafuate. But kumbuka by the you know ubaya sisi binadamu si usahau. Do you remember the running battles zilikuwa town? Kanjo wametokea, watu wanadungwa visu. Kwa TV yenu mlitonesha officers na pliers, sijui screwdriver ya kudunga wanawake. Do you want us to go back there? That is why we are building markets. Sasa ukienda Mutuni karibu tumalize. Ukienda Jujo market Mihango karibu ishe. Watakubali kwenda Kahawa. They have to. Sikulikuwa na moja ilikuwa huko Galagon. No. Gorogo na kuna soko. Ile ilikuwa ni ile Mudhuru ilijengwa na Rais Kibaki. Yeah. Lakini walikubali kuhamia huko kweli. Waliingia, wengine wakakuja Nairobi. Sio nasema. So they keep coming. So hata kama utajenga masoko. Sasa tufanye aje, tupige risasi hapo tufanye nini mlagari? Hakuna solution nyingine. Kuna haja gani ya kufanya investment? No, you must do. Lakini because wao wanakataa kwenda huko. Economics need demand and supply, you know. Na sheria lazima ifuatwe. So yule ambaye yako hapo haji because anapenda hawking, anatafutia mtoto wake. Na yule ambaye ananunua kwa sababu it's convenient. So for us zile terminal ambazo tunajenga, na yule akona duka Sakaja hebu so tulikana wale wenye duka. Kuna mtu ana kodi duka hapa. Ndio. Ndio. Analipa goodwill na you know anakulipa kodi ya county, you know. Lakini huyu mwingine halipi na ameweka bidhaa zake nje. So tulikana nao. What is the balance? The balance is timing, and the products. So tulikana hao. Na wengi wao baadhi ukiwapigia Nairobi Business Community. Pigia Bernard Chiao Gikomba, pigia Nyokavi wa Nyamakima. Nyokavi. So unamjua? Mpigie umuulize kama wamefurahi na county because during the day Kamkunji bwana. During the day, say town Kamkunji. During the day between 6 ama 7 AM mpaka 6 PM their shops are clear. Jioni sasa leo umefunga ndo unakubali waingie na uoze kidogo. Go to town now. Right now the shops are closed. Mimi nilisema bora usifunge woko ya mwananchi. Na wale ambao wanakiuka because in any society kuna wale ambao hawafuati sheria vile imetolewa. Wale ambao wanakiuka tunawafuata. You know, and we must do that. But you can't say there's an entire population ambao hawastahili kutafutia watoto wao. Wanafaa lakini kwa mtaratara. Kuna saizi ukienda town kwa backlanes. Wameingia kwa backlanes and they're doing a good job and no one should ever condemn the work they do. You know, but bora kuwe na mpangilio. Kwa backlanes wameingia. In fact vita ambayo imekuwa saa hizi ni backlanes hao na some routes za matatu. Yeah, wale ambao wamechukua illegal parking spots. Okay. But in terms of backlanes they're there because we must also protect their livelihood. Hao wote ni wananchi. Vile wewe unavaa suti na mimi nimevaa tai leo, yeye pia amebeba gunia.
kwenda kuzia watu wake, bora wafuate mpangilio. And that's why today they are my friends. Nikitembea hapo utaona wewe mwenyewe, because wanajua. Kuna mmoja niliona sijui asubuhi anatandika in the wrong, nikamwangalia tu akacheka akasema pole governor, because you know when you're doing the wrong thing, you know. Na sio ati sasa ufungwe, ati vitu zako zichukuliwe. I don't like that, you know. It's not the way to go, because you must give them dignity, lakini pia hao wafuate sheria. That is a balance all over the world. Even in New York kuna hawking, iko kila mahali, street trade, but bora ifanywe kwa mpangilio ambao inahitajika. Hao hawkers ni wakazi wa Nairobi ama wanatoka neighboring? It doesn't matter, ni wa Kenya. Wale ambao ni wa Kenya ni wa Kenya, wengine ni East Africans. Nimepata wengi kama wale walikuwa wanapenda kufanya ile kipindi, wakishikwa wanapiga mayai ama wanapiga njugu. Kuna kijana mmoja mdogo nilimpata Burundi, anaitwa Renova. Akanieleza yeye alikuwa traffic tuku, lazima atoe 2,000 kila wiki iende kwa mtu fulani. Huo ni mtu kusikilia huruma ama kumdhulumu. You must he's 13 years old. You know, he's a human being. Na ndio maana tunazidi kuhamasisha our county officers, because I told you culture change takes time. Kuhamasisha, please treat them with dignity, wapatie hadhi na heshima yao, lakini waeleze jameni, unajua hufai kuwa hapa, because kila mtu at the end of the day akona roho na akili, you know. And so it's a balance that you must do. Mtu sasa akiwa sasa serial offender, afuate mkondo wa sheria, ama useme kwamba wale ambao wanakodi manyumba wafunge, waashie hawkers. Labda wewe ukikuwa governor utasema hivyo. Mimi kama governor sisema hivyo, because hao wanatulipa ushuru and they're able to trade, because they are complaining ya kwamba wao wanalipa ushuru, lakini hao hawkers they are not. I think you're describing an older problem. That was a problem before, when from morning wale ambao sasa leo umefunga duka yako Waihura, una shida gani mtu akiuza hapo nje? Wanafunga duka saka mingi zinafungwa 6-7, many of the shops downtown, many in those areas. Alafu pia unajua ukienda Luthuli haifai kuwa ati mtu wewe unauza electronics hapo nje duka yako, yule ambaye anauza hafai kuuza electronics hapo na hafai kuziba njia yako. Nani atasimamia hivyo? The county government. Go look, actually do you trust your officers? I do, because they're my officers and I have confidence in them. There are few elements ambao could be corrupt, a few. Okay. But my 19,000 officers, I have confidence in them, because lazima niwajenge pia na lazima uwatrain. Unajua Biblia inasema bila sheria hakuna dhambi. For without the law there is no transgression, you know. Uhusiano wako na rais ukoaje na kinara wa ODM Raila Odinga? Wajana na MCAs ama wabunge. Uhusiano kama sakaje baina ya hao wanasiasa wawili? Na kuna uwezekano ya kwamba aidha watakuunga mkono mwaka 2027 ama watakuunga mkono? Ningependa kuungwa mkono na wananchi wa Nairobi kwanza, because hao ndio wanapiga kura. Okay. Goodwill ya viongozi ambao ni principals wa vyama ni muhimu pia. Ni wanasiasa ambao wamekuwa katika siasa yetu kwa muda mrefu, na ukiona kwamba wako na imani na ile mpangilio niko nayo. Kumbuka kama kwa mfano Raila Odinga amekuwa mbunge ya miaka 20, karibu 25 Nairobi. Hakuna mbunge akona experience kumliko Nairobi. Yeah. Anaelewa changamoto. Kumbuka President William Ruto aliingia bunge 97. Mimi nimeingia 2013 peke yake. Kuna mambo ambao wanajua na wanaweza kukufunza, uwasikize, na pia usikize wananchi ndio uelewe how you marry the two. But ultimately my bosses ni wananchi wa Nairobi. Okay. Kwa sababu ndio walinipigia kura. Na hao ndio bado ni marafiki zangu kabisa. Lakini huwezi pinga kuungwa mkono na wao. Nizafurahi sana, what do you mean? Nani hataki? Kuna watu wanasema kwamba we vita zako ni wale wafanya biashara ya taka. Garbage. Ndio wananipiga. Ndio wana kupiga. I don't know. Kisiasa. Aje sasa. Ya kwamba umewanyima biashara na hujawalipa pending bills. That is interesting. Labda that's something to look at. Because lakini kuna uwezekano anything. Because you said Nairobi, kwa sababu umesema wakati wa huyo mwanajeshi pending bill ilifika pesa ngapi? 16 billion. So kama in two years. Kama if 16 billion. Yeah. Nyingi ilikuwa ni hao cartels. Garbage.
Unafikiria waweze kusumbua kisiasa? Nikwambie, unajua kama unakataa kuwalipa pesa. Unajua uongozi inatoka kwa Mungu. I don't fear any cartel. But nasijakataa kulipa mtu. Hawezi kataa kulipa mtu kazi ambayo imefanywa ambayo ni halali. Sheria inasema paying bill fast in fast out, unafaa kuzingatia zile ziko verified, will pay as the resources are available, you know, because vile nimesema unapata mtu amechukua loan, amekopa, amenunua tipa 5, amefanya kazi hajalipwa. I feel very bad when I hear those cases. But because na nasema watu jamani tulipe tu ushuru, you know, let's pay our rates. Nairobi is the only capital ambayo rate inalipwa undeveloped site value, meaning eka moja ya Githogoro ni the same value na eka moja ndani ya Runda. Eka moja Kileleshwa ambayo iko na hiyo single dwelling wanalipa the same na the next door ambayo iko na nyumba 100. Yetu nyumba 100 wote wako na water connection, wote wanatumia traffic. We must change that. Na hiyo ndio discussion ambayo lazima tuwe nao na watu Nairobi. You know, it is a chicken and egg. You want services but you must also pay for those services. Okay. So watu wakiona tunafanya sasa ukiangalia rating act ambayo inasema you can auction. Kama ulipi rates kwa apartment yako unaweza kuja sasa mimi kama county ndio nianze kuchukua rent from the tenants. I can clamp down the building. We can even auction it. Kuna watu 400 ambao wanaenda kotini hivi karibuni who owe us, and once that debt is declared, we cannot want Paris lifestyle ama London lifestyle alafu tunalipa kama Mogadishu ama tulipi. No, something has got to give. Kuna hili issue ya noise. Yeah. Wananchi wengi wanasema Geoffrey Musiria is doing a good job. Are you aware? Of course, he's my chief officer. I'm very happy with him. I'm happy with all my chief officers. Na yeye anajituma kabisa. Why not promote him? To what? To mtu ambaye anapata salary kubwa. Because I see that guy at night. Yeah. You know, and yani hakuna you don't reward competence. No, you reward. Sakaja. There are many ways to reward, but sasa ni kama mtu anaendesha basi vizuri umpromote akue sasa anaendesha ndege. Lakini basi ndio inahitajika. At times naona akiwa harass. No, and he's justified. Ameenda mahari. Yeah, no, he's a good officer. He's a very good officer. Ni kijana wangu, ni kijana nimekuwa naye tangu akiwa kwa university Sonu. You know, I mentored many of them when I was a student leader. Kisha alikuwa kwa county, baadaye alikuwa kwa county ya Nairobi under Governor Sonko at a very junior position. Okay. Very junior. Na mimi nikam identify. After the campaign I gave him aliruka how many levels. He was a junior officer at Pumwani. Now he is a chief officer. That is a good promotion. And when something is working, you don't stop it. You let it continue. You don't promote to incompetence. You don't promote to the level of incompetence. No, he's very competent. Hata leo amenirepresent kwa mkutano ya mambo ya Nairobi Rivers. He has a good team behind him. Because also Nairobi is not a one-man show. By the way, hiyo Nairobi River umefikisha wapi? Inaendelea vizuri. Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba kwa nini usianze huko Auderi? Ati unaanza tu hapa tu. No, I mean, ni professionals that advise us on what to do. Okay. Because remember hiyo mto ilibidi to widen. Yeah? Na tukapata some parts of the riparian. Na kuna watu walikuwa na wasiwasi, watu wa Kangemi na watu wa Gikomba. Kwanza Gikomba tuliwaambia we will move more to the side ambapo opposite kuna shamba ya serikali, you know. So we will not take much where they are. Na wale waliona kitu inaitwa special planning area. Riparian, yeah. Because there are complaints ya kwamba kuna some places mnaenda mpaka 60 meters. You see, because it's supposed just to be 30 meters. What was declared is what is called a special planning area. Special planning area yamanishi ya kwamba hiyo shamba imechukuliwa. But inamaanisha kwamba the development to be done there for the time is a special planning area needs a special approval process. Because unajua hiyo mto, kumbuka tumesema kwa both sides. For instance, Nairobi River is 27 kilometers. So 54 kilometer ya trunk sio inawekwa kwa sababu most of the pollution na watu wamejenga manyumba na sio inaingia kwa mto. But sasa between nyumba yako na mto tunaweka 1.8 by 2.4 meters siwa ambayo itachukua population for the next 50 years. Such that hakuna mambo ya siwa inaingia kwa maji, you know. But if you have a title and it's your land, it is your land. We will negotiate. Pale ambapo itabidi hata tununue, itabidi tuongee na wewe because we must respect the sanctity of title in our country, you know. Ukiangalia nchi nyingi and this is the colonial history. Many countries sana kule Europe
the river is the focus. The land karibu na mto is the highest value, and it is the front. But in Nairobi the rivers were hidden, yet Nairobi yenyewe inamaanisha the land of cool waters, kwa sababu vile mkoloni alikuja alichukua the higher areas. Ukiangalia 1928 master plan ya Nairobi alitengeneza kitu inaitwa buffer zones. Hizo buffer zones ambao walikuwa wanaita river protection zones ndio imekuwa Mathare, imekuwa Kibera, imekuwa Mukuru. Wewe jiulize, kwa nini wakati kuna flood ile kubwa Nairobi watu ambao wanaumia ni watu kwa slum? Ni Mathare, mafuriko, Mukuru. Ukiangalia Ngong River 23 kilometers, the most polluted river in Africa, it goes across the slum and across the industrial area. Ukiangalia Nairobi River, the 27 kilometers of it. Ukiangalia Mathare River, it is all a slum, because they changed that narrative. Hapo chini ndo wakaacha Waafrika, katikati wakaeka Wahindi kama Parklands na Ngara, alafu juu Muthaiga, Karen, wapi ndo wakachukua. Now we want to change that story by making the river the frontage. Ukiangalia ile plan ambao iko constructed wetlands, dredging, widening, deepening, by January 2027 it'll be done. Contractor tayari amekuwa kwa ground, na ni wale contractor ambao hawangoji hela za serikali. Their contract is self-financing, finance wenyewe. What about River Commission? So the Rivers Commission ambao tulikubaliana, ukiangalia speech ya rais akiapishwa na serikali kuu. Yes, it's jointly by Nairobi and the national government. Tuko na commissioners hapo na hao wako na commissioners. Ilikuwa, and let me tell you the story behind it. Nikiwa senator, kuna watu ambao kule Lokabete wanaitwa the planning house, ambapo waliniita nione presentation. Kuna mzungu ambaye wale walijenga INM, walijenga Old Saints Cathedral zamani, hizo hizo architectural firms za zamani. Alikuwa na mpango of between museum na hapo Grogon, of how it can be, ambapo kuna restaurant. Unajua ukienda huko nje unapata restaurant, unaangalia mto nini, yeah, but he had never had someone to show. Wakati kura iliisha hivi, I got the architect who was left there, Dr. Mumu Musuva. Nikampeleka kwa president elect William Ruto. Nikamwonyesha, boss, look at this plan of what we can do with the river. Akafurahi akasema, put it in my inauguration speech. Nikaingizwa kwa hiyo speech. And that's how we started the Rivers Commission. Initially ilikuwa kwa office ya deputy president, baadaye kahamishwa kwa mambo ya housing hapo kwa Hinga. Because part of it, ukiangalia hiyo river, in many places there'll be housing project. Kutakuwa na linear markets na kutakuwa na walkway. Unajua watu Nairobi wanatembea kama gari, na ni wengi wanatembea. But do you know, between First Avenue Isili na Chiromo is only 6 kilometers. 6. But ukitembea kama gari uingie Moi Avenue, uende Uhuru Highway, uende, it'll take you more than 2 hours. Between First Avenue, hadi Tagwatia, Dagoretti South, huko ukipita Kawangware, Chiromo to Kawangware 10 kilometers. All of it is only 16 kilometers. Now tukitengeneza walkway of 5 meters, ambapo unaweza chukua bicycle yako and you cycle along the river, won't we have transformed the city? But I hope watu hata choma watu visu. I hope so. Lazima tuweke mata na lazima tuwe vigilant, because you see hii crime ni because of unemployment. And it is a bad state of things because of the economy. Why not create a hit squad to punish those characters? Maneno hit. I mean, I would love to do it. Watu ambao wanabeba kinyesi bwana. It is terrible. It is terrible. So what, how can you punish those characters? You see, I must know my role as a governor. National security is national. No maana tunahamasisha hawa polisi, please increase patrols. The new CPD Central amenisaidia. Okay. Ameongeza patrols. Tunasema let's revive the CCTV program. Watu ambao wanamiliki manyumba Nairobi, jameni, tumesema tutakuwa na mkutano wale building owners kuanzia CBD. Let us all invest in also some form of cameras ambao to connect kwa our national or rather the city grid, because ile kitu inafanyika nje duka yako itupatie intelligence and information. Hata tu iwe hapo, it's a deterrence, you know. Ndio na hapa nitaonekana na nitamulikwa. Na tukaanza kushika wale watu ambao, remember when I became governor, the insecurity was so bad, nikaenda kwa IG Kome. Was it called Kome? What was it? It was Kome. Tukakaa naye na Bungei. Na hiyo kitu ikazimika kabisa in the CBD. So now, you know, umesema watu watakataka wananipiga. I don't think wananipiga, ni marafiki yangu. But also think about it. Ukiona a sudden upsurge of insecurity, who benefits from it, me or my opponents? Your opponents. Yeah. So sometimes, I'm not accusing anyone, but the perpetrators, 300 people were arrested the other weekend.
you know. Wamepelekwa kotini? Sina habari, nitauliza OCPD. Walikuwa Central Police. They must have gone to court because 48 hours haifai kukaa. Tuena Governor Johnson, we hujapewa daktari? Wa nini? Kila mtu hapa town naona anapewa daktari, ama hujafahamu hivi? Daktari? Daktari wafanya nini? Mimi kwa daktari? Si kuna daktari inaitwa Honorario Kauso. Achana na hiyo. Sitaji. Asante sana. Tuena Governor Muthuriti, Governor Johnson Sakaja. Niwe governor wa guko Nairobi, tuena kenewe turanyihe nake hwairi no tawara itu ya ukera. Tuikirie tugicokeria kahinda tare. We governor ulisema ati nirenda rubora Dolly Parton Jolene. Nani kile alikuwa anataka? Na court of Menekara? Hiyo weka. Unajua ile ya kwanza mlicheza was my first request. Ilikuwa gani? Hiyo ya Modoireri. Modoireri. You know the first time nisikia wimbo ilikuwa Nyeri. Nyeri. Ilikuwa Nyeri. Okay. Ilikuwa mazishi ya Nderitu Gachagua. Yes. As you know, etago Garana. Na Karo, anaitwa Karo Mwiruri. Ndio ali perform. Karo. I loved it, maka I learned it. So naimba without knowing what every word means, but I really loved it. Na Nderitu Gachagua was my good friend. Because remember alikuwa mdosi wa GNU, na mimi nilikuwa mdosi wa TNA. You know, but Kijuri atakwambia story. Something that happened in December of 2012. Utacheka yako. Also Nderitu was Garana. Garana is namesake. To come hapa nje tu. He was very simple and just a good friend. You know that time I was so young, nilikuwa early 20s. Jamani nita hata chai hapa Olive. Hapa Urugana. Kunipatia mawaidha. That time you know tulikuwa tunajaribu na Rais Uhuru kuleta wote kwa chama moja ya TNA. Watu wa UDF, watu wa GNU, but hawa wakakataa. But the governor put kuuliza, do you unaangalia hivi unaona talent? Wabe? Do you have the capacity to pick a talent? Yes. So what am I supposed to become? You? Yeah. But you've become. You already become. You want to be something else. Jolene, Dolly Parton. Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, please don't take him even though you can.
how come unajua kucheza kitu? Nilijifunza. How many months? And I also saw your son anajua. They are musicians. Hiyo music ni kama ina run kwa family. Oh. Because my dad used to know, but you know what happened nikiwa high school. Unajua form 1 huko mkiwa bullied. Were you a student in a town? Lenana school. So hapa tu. So break time nikienda kwa dormitory I'll be bullied. So nilikuwa naenda kwa chapel, kwa kanisa. Na ukienda hapo sasa tunapata instrument, nikaanza kujifunza pole pole. So I learned. Now one day after high school, my dad came to my nilikuwa na servants quarter hapa Halinga. Nilikuwa naishi kwa servants quarter hapa inaitwa Metropolitan Court. Akona guitar, kaniuliza yeye kijana, what are you doing with the guitar? Kambe dad bana, mimi siku hizi najua kucheza hiki kitu. Sema you sure? Hebu cheza. I tried my best. Nikaichuna nikatoanga. Akacheka akasema what is that? Bring that guitar. Ala kumbe alikuwa anajua. So I said, Dad, what do you mean? You know how to play? I said, yes, I was in a band. Why didn't you tell me? Because I didn't want you to be a musician. Nitaka ukae shule usome. Alikuwa anafikiria utakuwa mkora. Imagine that. By the governor, hizi vitu unafanyanga hivi. What is this? Mbwekse. What is that? Ni vijana wa kawaida walianza. Mbwekse Inamaanisha 5. Oh, so ni 10. 5 years. Nimeona imekuwa popular. Kuna wadozi wanaipiga pia. But anyway, you know Nairobi also kuna ile youth that they come up with things. Wao walianza kusema 10 bila break. Wao wakaanza kusema lazima iwork, mbwekse, and you must flow with them. Okay. Yeah. So are you supporting one term or two terms? For who? For his secretary president. Oh, I support his re-election. Completely. So would you be in the secretariat? Yeah. No, but I'll be running mine also. His re-election. Nakuna tafuta yangu. But I'll do, if there's something I can do to support him. Because kusema kweli tukitoa siasa, just leave the politics out of it. Look at what has been achieved. There's good things and there are things that I'm not proud of. There's some things that I'm not proud of that have happened in this country. Na unajua ubaya yangu ni honesty. Yeah. Wakati vijana walisumbuliwa kushikwa etc, those they're not good, and I will not blame him, because even me I know sometimes my officers do things that I don't nasikia kesho, but in terms of, look at our food security today. For the first time we're not importing sugar in the history tangu hata siku za Mau na mbeleni. We are not importing sugar. We are going to be a net exporter. Prices of flour have gone down. The infrastructure that is going on across the country. Kenya is like a construction site. Yule mama ambaye niliona akipiga picha Mukuru ati yako kwa nyumba. Those people, let me tell you Ayura. Kuna watu hata haijai kwa maombi yao kuwa na choo kwa nyumba. It is not part of their prayer request. Prayer request yake ni afya ya watoto wake na chakula. Just that. But now you've been moved from a place where you're staying, a 4x sijui what, wewe. Imagine wewe na watoto wako ati pazia ni curtain. Kakitamba na uko na mama hapo. Alafu bibi yako anaenda kuoga kule nje in a communal shower. Na anapiga line na wanaume wengine wanamuona na towel. Na leso. Your wife, your beautiful wife. That person has no dignity. Hata akija town, self esteem iko chini. Hajioni kama mwanaume. That person being moved. I saw them walking from Mukuru into those houses. Kuna watu wanaishi hivyo in Nairobi. Yes. town. Yes. Si wewe unapita katikati ya nyumba yao. People live like that. Sometimes we take for granted. You have 4 toilets in your house. Just that privacy, that dignity. Ati saizi wako na wifi kwa nyumba yao. Ya shilingi 10 per day. By the way, what are the provision kwa hizo manyumba? Let me tell you, wifi? Ebu niambie. I've seen it. Kuna gas. Gas. What do you mean? Unalipa na token? Inakuja na pipe. Piped gas. Hata sina mimi. Piped gas. Kuna health center ambayo inaenda kumalizwa, which we are going to run as a county. Kuna shule ambayo iko hapo. Because it's supposed to be an integrated community. Hey, that person's life has changed. Kuna maji. And that's why I explained to you hii line ya Gigiri, Muthaiga, Pangani ambayo inaenda mpaka Eastlands mpaka Mukuru to add for them the 24-kilometer line. When someone does such a thing, mgala muwe na haki mpe. Okay, so one thing you've said
is the You house. will support his executive president. I'll support the president. Okay. And I think Kenyans should support him. And you Kenyans will should give him a contest chance. second term. I will contest for the second term as governor of Nairobi. Utasimama na UDA kama nini? Utasimama nini? Na kuna watu wanasema kwamba we governor, kuna watu wanasema utasimama na ODM. Sasa hiyo ndio swali umeleta late. You know, let me give you two examples. Let me because they're saying you are adhering to ODM principle. Wanajuaje? Raila Odinga. Si wanakuona tu. Si wanaangalia chemistry bwana. But I'm darling also to the president. By the way, Rais amenishikilia sana. Do you know sasa nimetoka mashaka ya kule ya Cecilia. No, wacha mazishi ya kina ya baba Ishomwa. After that I went to Embakasi East. Ulienda mazishi nyingine? No, ilikuwa mashaka ile. Mashaka ya. My chief officer for lands lost her husband. Her name is Cecilia Wangari. She's in charge of lands. You mean Cecilia? Hey, imagine. You know Cecilia is my friend. She lost the husband. So unfortunately. Yeah. Ametoka Cecilia, ametoka Kieni. Hey. That's where my mother is. Kieni. Just na watu wa Kieni ni marafiki wangu sana. Just tell her pole sana. Tamwambia pole. But when I was there, walikuwa wamelia barabara sijui Kihiku, Muhuyu Vision Road. I told them by the way, do you know actually it's a coincidence. Nilipita barabara ni mbaya. But you know with support of the president vile tumengangana, I got 2.1 billion. The 2.1 billion in Embakasi East, that road is being done. It is 1.5. Barabara ya Aviation School to Fedha, Tasia Estate, Nyayo Embakasi Gate B inafanywa 4.5 kilo 180 million. Bypass Mihango Link Road inafanywa 216 million. Embakasi Village Ring Road na Kemsa inaendelea 160 with these are contracted roads. They are going to be completed. The tarmac full. Ukienda Umoja 1 SDA road. County ina tarmac. What do you mean? County has a plant. In Kangundo road we produce a tarmac, but this ones we are doing together with Kura. So my work was to identify the roads and get the money and give that work to be done. And that is what is going to happen. You know? Because nafikira sisi that county wanatengeneza tu Maram road. Hey my friend, the tarmac we do is better than any contractor. Na Kabro. Because sisi tukitengeneza lami yetu, my engineer is not trying to make a profit. So tunaweka lami ile kiasi inataka. So ni engineers wa county ama? No, this one we're contracting. Okay. This one's we're contracting. Yeah, because of all of it is 2 billion. It will take us much longer to kifanya because tuko na only one asphalt plant on Kangundo Road. If we had more, and I want us to have 4, at least in the city, north, east, west, and south, we can be able to, but also that costs money. So Umoja inaendelea stage 3, Umoja 3 stage Superloaf, kwa Maji Road, ukienda Lokabete, Brookside Drive ndo hiyo, Spring Valley, 3rd Parklands Avenue, Jendo Madhenge, ukienda Thidigwa Road itafanywa, si Kasarani Access, Ngumba Road in Zimmerman Base Road. So all of these ones Mama Wahu ambayo inaendelea, rais ametusaidia. PC Kinyanjui ambapo tulienda akaona barabara the access road. It's a short road. It's 0.3 kilometers. Kinyanjui Crescent, Jacaranda Avenue in Vegara. I mean throughout the city you will see these things. Ukiingia sasa CBD Kenyatta Avenue, watu wanafikiria ni nyumba inajengwa. Sio nyumba. It's a viaduct. These things are coming to fruition now. They take time to be done, but they are going to be done and they will be seen in a very, very, very short while. You know. What's the future? I think the future of our country is bright. Number one, democratic space. So do you want to be a president in this country? Mimi nataka kurudi kwa governor wa Nairobi. Ndo nimalize mambo. Na ndo hii manifesto yangu. I promise you. So umetoa ingine we. Angalia. Fungua page 1. Umetoa ingine 2027? Bado. Because hii inaenda kuisha. Hii unaniachia ama ni yako? Takuachia. Everything I've promised I can explain where I've gotten to. The problem sometimes ni ile impatience, unataka vitu ifanywe in a day or in 5 minutes, you know, but everything there I promise you we are on course. Ni vile mara mingi mimi nanyamaza napiga kazi. Kuna watu wana complain mambo ya dimples. Wanataka niitoe. Jamani, Mungu alinipatia hivi vitu bana. Sasa kama alikunyima, I don't have any role to play there, you know. There is kuna issue ya Thika Road, para Muthaiga. There is always a conjecture. Kuna msukumano sana. It's a design issue. You know, so what did happen? Kuna mtu anasema hiyo design ni mambo yenyewe walikataa hiyo. Kuna nyumba ilifai isongeshwe, haikusongeshwa.
Umko wakati that time the government led by the then prime minister waligonga ile Nakumatt. Wakasongesha. There's one building that was never moved. That one day a hard decision must be made. Because that place is chock-a-block. It is terrible. Maka zingine Kiambu Road wanafanya hapa. But the good thing sasa wakifanya expansion ya Kiambu Road, which is being dualized, they can then make those turnings a bit wider. But for now, that's just the reason. Would you route for express highway? Kutoka hii express highway hii, yende all the way to Keno? Of course. You know the counties in Mount Kenya. Ukianzia Kiambu, Murang'a, the amount of, and for me as Nairobi, in fact, naambianga watu, they're all in regional blocks. They should put me in that regional block. Because the market for all the produce is Nairobi. But unapata wanakutana hapana, sisi tu ni Murang'a, Kiambu, Nyeri, Nyanda, mnaenda kuuza vitu ni wapi? Sinakuja hapa Marikiti na wakulima. By the way, Marikiti ulihamisha? Hapa hata kulikuwa unajua ilikuwa porojo ya siasa. Ilikuwa ati Marikiti iende sijui iende ifanye nini wapi? The plan was the excess, if it is designed for 600 trucks, after 600 we have an entire, imagine watu sasa wa Kayole, watu wanatoka Kamulu, watu wa Molem, wako na soko kubwa hapa wamejengwa ambayo iko Kangundo Road, such that other produce can also be collected from there. It is creating more value. Saizi hii Mutuni tukimaliza, do you know people from Kiambu will be bringing their things there? Inaserve watu wa Ngong, watu wa Rongai. We must expand our thinking. Hatuwezi fikiria Nairobi itakuwa tu vile ilikuwa 1970. Utatoa Marikiti? Hapana, iende wapi? But we will make sure it is at the right capacity that it needs to be. Let me ask you, the future Nairobi. Yeah. As tunasema the new Cairo. Yes. Unaiona aje? The future Nairobi, if we go on how we are going and increase our pace, first of all, will be a very bright and safe place. It will be the place you want to be, and the whole world can see it. That is why ukiangalia saizi UN agencies zile zimehama hapa, including UNICEF, including even the population program. They're coming here because they can see the promise of this vibrant capital. Mungu ametubariki na location. From Nairobi unafika London na 8 hours. Unafika Dubai na 5 hours. Unafika Amsterdam na around, I think it's 7.5, Unafika New York with 13. Then the weather is good the whole year round, If you look at the economy in the CBD, saizi vijana wanapiga picha, ndio wafungulia. Wanapiga picha the whole, Canon was telling me they've never sold that many cameras. There is a vibrancy in our city. There's greatness. So I want us to ensure to continue order. We have now enough, we follow the rules. We're finishing the system of cameras, all across the city. People will follow street lights, traffic lights. Najua nyingi zilikuwa vandalized wakati ya maandamano, but we're restoring them bit by bit, So there's an intelligent traffic system ambayo tunaweka. Tumaliza tena hii BRT. We have, predictable transit system. Mimi najua nikitoka kuna train ya saa 3 inapita hapa, ama kuna train ya saa 4. Those things unfortunately take time, but we must invest in them as Nairobians. And so that is my plea. When you said let's make Nairobi work, it's all of us, concerted effort, Hawezi taka ati Nairobi we safi na unatupa takataka from your car. We put bins all over. Yeah? But you want the example I keep. What about parking? Yeah? Parking, is it enough? No. We have a PPP that we want to do in the sunken parking hapo Taifa Lane, Taifa Road and Harambee Avenue to increase the parking. But once you do the bus rapid transit system, na ile system ya inaitwaje, ya urban mobility ya train, fewer people will use cars, Kama unajua saizi that if you live here at this time, kuna train inapita every 30 minutes na ni safi na ni safe, itakufikisha kwako. Why do you want to stress yourself driving? And that is a city we want to go to. That is why we're now doing Nairobi Vision 2050, because lazima tujue in 25 years we'll have 10.5 million people. How do we work backwards and create that city now? It is not magic. There's no magic wand. Nimesoma ile by Magic Mike, the Nairobi One Conference. These dreams they need human beings to implement. But if we're just so negative, if we get discouraged at every turn,
if we stop believing, we will never be that city. I have read about all cities that have been great. To benchmark, whether it is New York, whether it is Joburg, whether it is Cape Town, whatever it is, there have to be concerted effort, and it takes time. The problem of Nairobi is that we've never had an administration ambao inakamilisha program yake. So Kidero anaanza, akianza kushika hivi ametolewa. So kanaingia akianza kushika amekuwa impeached. You cannot change the city in 5 years. That's a lie. I know you know about Dubai. Yes. The Museum of the Future. The Museum of the Future. My kids love it. Si unaona nimetembea kidogo. Wewe uko mbele. Kama mfuko ya zote. Kama But it's even that so one. You need a visionary leader. We have Vision 2030. Yes. Africa we have Vision 2063. 2063. And Nairobi Vision 2050. 2050. That now is what we are working on. Na ati umeruhusu manyumba ende 50 hata 75. Plus. Yes. My friend, maji itatoka wapi? Maji itapatikana You know mpaka Aberdare, mpaka Mount Kenya. Like in Karen, wanaingia huko like 400 meters. Today Karen is getting water they've never seen ever in the history of Karen. Hata hizo balls. Water table ilishuka, you know, but now they're getting piped water for the first time. Karen. Yes. Karen. I promise you. I have seen it. Okay. In fact, fungua line mtu wa Karen apiga simu. Aname pali huko na hana maji. It is, in fact, pipes were bursting. People had never seen it at all. So most areas are getting. Others need the meters, you know. Like where I was today, wanasema maji pipes ziko kila kitu. It's just the metering wafunguliwe. This is progress. We want it in a day. It may not take a day, but we must track progress. Where we've reached, we say, thank God. Let's take another step and another step. We want to take faster steps, but everyone must play the role. So I know you know about State House Road, Dennis Split. Your road itakuwa expanded bwana. It's being widened. Soro is traffic kubwa sana. State House Road is being widened as part of our program. Na insecurity. State House. Unaona procession, isn't it? From Serena ukipanda. Yeah. You know there is always kukona traffic. So that's insecurity to State House. Well, at least State House is a bit deeper inside, but it's insecurity. So that's why ukiona from State House Road, pale kuna St. Paul's. Hapo St. Andrews. Ukienda through the university, you went around heavy. That will be dualized. It will be dualized. Alafu ukuje mpaka gate D. Ya State House. Hiyo itapanuliwa. Then you see others now will take State House Avenue, others come to the Spirit. Because what you don't want to do ni create lane or bottleneck. Okay. Yeah, when you don't expand it. But that is part of the plan. Mpaka mataa ile itaiko hapo jameni mtashangaa. Karura Forest ni yako? Karura Forest ni wa Kenya. No, na maanisha iko ni ya county, yes. It is, I mean, if you look at the constitution, it's being tarmacked. Kama hiyo mimi hata sijui nani kuna Mugoroki ameingia huko. How are you tarmac a forest? I think that's a terrible thing that has been done. You cannot do that. People go there. Ni intention ya grabbing. I also think that is. Unajua logging inasemekana kwani ukitaka ni kusaidia felling trees. Kwanza wale wamekuwa nakata miti ni hao friends of Karura. But I was shocked. I said what is going on? Kumbe there's something ni friends of Karura wanafanya hivi. No, mambo ya mti hao ndio walikuwa wanafanya because there's something changing indigenous eucalyptus wanatoa vitu kama hiyo. But it's control. It's a biological process, you know, that they're undertaking. You know, those botanists. Is this the community ama ni watu? It is within them. Shida ni mbili. Number one, Friends of Karura and KFS had a long-term arrangement, maybe 15 years, of co-managing the forest because Karura used to be a place dead bodies are found. It used to be a place of muggings. There was no fencing. These guys came together. Na wanachukua vijana wetu wa Githogoro are the ones who work there and they're paid. That must remain. Even if you want to incorporate e-citizen, we must find a way that there must be an interest to maintain those people. And the county is going to come in. We're watching this issue because it's in court. Okay. Na nimongea na MC hapo anaitwa Few. We are going to support the community-driven... Few. The community-driven approach of safeguarding our forests must be protected. Okay. You know? But also, let them not think it belongs... It's not private. It's a public so it doesn't resource. Belong to Friends of Karura? No. It belongs to the people of Kenya and the people of Nairobi. But the law allows a partnership between the government, now through Kenya Forest Service, or the county government, as the case may be, to work with the community together to co-sign, you know, the issue of resources. So I think somebody overstepped their mandate a bit.
If we need to mediate, we will, because constitutionally we actually are the ones who need to manage it. Okay. But you see, kuna kitu inaitwa subsidiarity. The county government. Yeah, I mean, but you know, I keep saying, if it's not broken, why fix it? You know, let's make it better. I like going there sometimes. It's been a while though. Nilikuwa napenda kwenda kutembea sana sana wakati wa COVID. Watu wengi walitoa stress mingi huko, unatembea tu, unapunga hewa, you jog, you cycle. But now tarmac, no, that one I am not convinced. There are many areas that need tarmac. Hizi nimesoma. Hiyo tarmac mpeleke Kombo Munyiri Road ama mpeleke mtaani ambapo inahitajika, but not in the forest. With the governor, kuwa governor ni prestigious. Sioni naona ni how does it feel kuwa governor? Have I had time to feel? It's been 300 miles an hour. You have security. I've always had security. And many times I don't use them. For me, it's a service. It's a service. Unajua ubaya ama uzuri ya kuingia uongozini ukiwa kijana. You know, from the time I was in my early 20s, I was sitting with presidents. I was earning a big salary, you know, from the time I was 21. And I thank God, because when then you get higher positions, you don't get culture shock. Atumeka mekata unasema wow, mimi ni governor. You remember how there some who you know unatembea sijui na gari 10 mpaka uko na ambulance, uko na sijui mpaka sijui na choo imebebwa. Sijaona ambulance hapa nje. No wale guest wako labda TV. Me, I mean, I drive myself many times. I take a walk. I've walked here to the studio. From your house? Yes, but you know I'm nearby. Yeah. Lakini magari lazima itafuata. I don't like those, because I'm not mesmerized by power. I'm not, you know. If when I was in campus, I was speaking and President Kibaki would take a note and say, please rudia hiyo. And he knew me on first name basis. I'm not shocked by a president or a, you know, I'm not. So I'm here to serve. So sitaki udosi. Any ambition ya kuwa president in Kenya? You never know, one day. Unajua ningekuwa waziri wako wa security. Hiyo ndo talent tulikuwa nataka nipate. Unaweza kuwa waziri wa broadcasting. You never know. You know, God has our lives in his hands. Kabla uzaliwa alijua utakuwa nini. Now that's what me naambianga watu, msio na wasiwasi. Okay. Unaona watu wanakimbia Kenya hii, one term, 2 term, 3 term. You know, let me tell you, if something is yours and you're doing the right thing, focus on that work. Because we are 2 years with the election. Let me tell you. Actually, after 2 years, it's 23 months. That is 2 years minus 1 month. Now, 2 years is 24 months. Let me tell you a story. In 2012, tulikuwa tunapanga election ya 2013. Ilikuwa which month? March. Sindio? Yeah, after hii kitu ya Mwao. Was it in March? Do you know when URP and TNA came together? December 3rd, 2012. December 3rd, 2012 in Afraha Stadium. Ndo nilitoa kofia ya red nikapatia Ole Kaparo na Uhuru akapea Ruto. December, January, February, March, less than 5 months. 2 years. No, unajua siasa. Let me tell you. Jubilee Party kuundwa ambapo tukafold vyama vyetu. Less than 6 months the election. This 2022 hii ambayo President Ruto ameingia, earthquake ya kuleta Musalia na Weta was January 23rd for August election of the same year. Kuna fununu saizi ya timu ya kambili watu wameona sasa mmekuwa mnasemanga no Mugi ama mnasema you're the wise one that now you know how election. Let me tell you today, if anyone can sit down and tell you for sure these are the parties that are going to be there, these are the candidates that are going to be there in the next election, they're lying to you. They're lying to you. There are people who say, rumors have it that you midwifed earthquake. I played a big role. Ulileta Musalia na I played a role. Na Papa. Let me not take credit. But nilionesha you participated. Yes, heavily. And I showed them mimi nchi nyingine tunaenda. Ni kama tutakwama. Na sasa nyinyi ni marafiki na Rais Uhuru Kenyatta hata wakati huo? You know, are you still friends? I consider him a friend. Maybe we don't talk as often. Politically?
politically he's actually my political father. That is true. Nilianza siasa naye na namheshimu. And I'm still very close to many of his family members. We talk. We may not agree on today's politics. Okay. But I keep telling them. You know, there's one of let me not say the name. One of his our close friends, mutual friends, lost his wife. And so ilikuwa bado wakati ambao nimeandamwa na serikali ya Uhuru na nini. And then when I went for the meetings, hiyo mashakaya, wakasema, we didn't expect you to come. Nikwambia, you guys are out of your mind. We've been friends longer than we've not. Why should I let politics of 2 years come in between a relationship of 10 years? Now, hebu nikuulize governor, leo kulikuwa na mazishi ya babake Kimani, mzee Isaac Ngugi. We didn't see the opposition. You didn't see the opposition? I don't know why. Let me tell you, politics. What was the lessons learned that it's terrible. Politics is not an enmity. Let me tell you. And people must stop taking it kuweka kwa roho. Politics is not an enmity. We are all human beings. We all have. At the end of this, my house, I have my wife and children sleeping there. You know? Should I make them grow to hate anyone? No matter how, it's politics, it's not personal. And the day we realize as a country that politics is not an enmity, when you see how George Bush would embrace Obama and would share sweets with Michelle, then you know a mature democracy. But saizi mkiona tu kama maadui, mnapangia, mimi let me tell you, saizi pangia mtu maovu. Atijua ndio kiti yangu. Na hata si kiti yangu, ni wananchi wa Nairobi. You should never do that. But some people take it to heart so much that we are losing our sense as a country. And that must change. Hiyo lazima ibadilike. So mimi sina, you'll be shocked. That's why I'm telling you, it is 1 year. It's 23 months. 1 year, 10 months, 23 days, 23 hours, 53 minutes, and 10 seconds to 9th August. But actually, the election will be 10th of August. Utakuwa kwa ballots. Yes, inshallah. God willing. I will come back to Nairobians and I will share my scorecard. And let me tell you, I have many supporters out there ambao wamekuwa wao wana feel vitu kwa ground, wanajua sema mbona Sakaja unaacha unatukanwa, unaacha watu wafanye propaganda, unaacha, anasema tu wacha waendelee wa dance, they will. But then how does it look like ukirudi nyumbani in terms of watoto wameona umetukanwa? No, let me tell you, my children. So what happened? No, my children, I've trained them. You know, I drop my kids to school. Yeah. Ukiwa gavana? Yes, I drop them whenever I can get the chance. Yeah, I rarely not. And tangu wajue kusoma, tukifikanga hapa kwa Total Dennis Pitt tunachukua magazeti and they read the headline. Before they were trying to, they couldn't read it. Then they ask, what is this? What is going on? These days they read and they analyze, because now my firstborn is 13. The secondborn is 12. My daughter is now 6, you know. And I tell them, not everything you see about your dad is true. Sio kila kitu ambao unasikia ni kuna maadui hawakutaki. Kuna mwingine aliniuliza, "Daddy, is it true? Somebody told me that you did this and this." Then I explain. Naambia, "No, this is what happened." If you try to hide them from the reality of the world, kuna wale viongozi wanapeleka watoto wao ngambo ati ndio wasijue ile kitu inaendelea. When they come back, they are like zombie. Hawajui kitu Kenya, hawajui mtu. So they can ask, wanaweza kukuuliza swali lolote. Yeah, and I tell them the truth. You know, because you must build that trust. Okay. And the reason I drop them, because hii kazi ya siasa kama saizi ni sangapi wamelala, you know. So you squeeze your time. I set boundaries. You can never get me in a meeting before 8 a.m. on a school day. Mpaka hata squeeze, hata rais anajua, but the former president knew, the speaker when I was in parliament knew, that when school is open, don't look for Sakaja before 8 because he's dropping his kids. You set boundaries. Lakini able kuuliza governor. Because he to private school ama public school. They are in the same school. Because you're saying until sasa nyinyi kama viongozi. Yeah. Mnaenda ku, public hospitals or public schools. Services zitakuwa salama. Lakini if kama unaenda private hospital. Na wewe ni governor Nairobi. And you expect us to ama watoto wako unawadrop kwa private schools, kesho enda Mbagathi. Na by the way ningetaka uni drop kesho enda Mbagathi.
utafute the head of orthopedics, ask him if he had a high profile patient last week. Ni Sakaja. Myself. Yes. Labda it was a normal examination. Hapana, nilikuwa nimemia hapa. Sasa sema nilikuwa nafanya nini? But I went no. Massage. Hapa from massage. If you want a massage, you get a masseuse, not a male surgeon. But he checked me out. Akanipatia dawa. Yeah, I know you're daktari hapa. Ask him. The young guy who like on a muscles. No, even the my dad does physiotherapy at Mbagathi. My own dad, 80-year-old man, John Sakaja. Yeah? Unajua anaitwa John. Yangu aliongeza sana. Sasa ni Johnson, ndo mimi, yeye ni John. Okay, sasa. I mean, but you see the kids are not me. So, me I'm a public servant. Sidio? Na by the way, but their mother is not. So their mother insists on the school. Fio amesema network kipindi kiaga good great show. Oh, wonderful. Kwa kwani tumefanya kipindi mzuri? Sijui wewe. No, Nevio MCA. Mimi nimeenjoy. By the way, thank you for the opportunity. So by the way, ne dasho kia gatho Governor Sakaja ukiugo horo, you know. Kuna head boy wa Dago. Anasema bosi gotea jeshi ya Senke tuko live. Una Dagoretti South. It looks like naona Chris Mtumishi MCA wa Komarok. Kuna Kigora anasema bosi sema acheze song moja ya Wanja Asali. Unajua hiyo? Kigora ni MCA wa Riruta. Lakini nimekuwekea Karo Ajiro Mondo Ereri. Sasa unisaidie. Tumesema nirudishe uhusiano na MCA sasa akiniuliza wimbo. Ama nene nimwimbie nyumbani. Mwende umwimbie nyumbani. Kigora na kam. Kachai. No, I mean, let me tell you. So we need and maybe it's the government is not communicating it properly. We need to start seeing who we are as a country. Juzi nilikuwa Kigali and I met the president of Rwanda. Kwambia, you know, I'm so impressed. President Kagame, I think hiyo picha ilikuwa kwa mtandao. Kwambia, you know, I'm really impressed how your city is clean, etc. Kaniangalia akasema, you know, in the late 90s 2000 yeye vile alikuwa president wakati huo alikuwa na drop watoto wake shule also. Akipata takataka alikuwa anasimamisha convoy. Anaenda na okota. Watu wakaanza kuona. And now they built that culture of monthly cleanups, etc. Like what we're doing in the CBD will now involve the people. But then baadaye akaniambia, but you know, a country like yours that has not gone through what we went through, I don't envy your position because your people are very free. Those are the words he told me. He said, a country like, I don't think you can do what we are doing here. What was they want us to be like Addis? Do you know Addis Ababa saizi wakitaka kuchukua nyumba wanachukua? I know. All the land belongs to the government. Kenya is a place where we have freedom, where people can insult the compare president. Nairobi and Addis. If we have those rules, we will be 10 times. Because if the government says barabara clear, wanaeka. Mimi ni kukimbizana na no compulsory acquisition. Wanachukua what acquiring what? It belongs to the government. There is no private land tenure in that country, you know. And so some of these countries, and I respect them, and I respect the journey they've gone through. They have gone through hardships. If you go to the Holocaust, not Holocaust, sorry, the genocide, Rwanda. Yeah, they went through so much. Kenya, we've been blessed. We've never had such a war. 07 was bad, but you know, Japan, hatutarudi hapo. But we need to appreciate the kind of country we have. Some countries, let me tell you, ukienda hata Nigeria uland kwa airport yao. Ni kama ofisi ya Kamba. It is nothing to talk about. Lagos, the road network, zero. They have no airline, we have one. There are great things that we have as a country that we take for granted on this continent. Okay. So we must be positive about Kenya. Ukiugo horo. Kugo horo ni kuga bye. No, asante sana. Asante sana. And please call me again after a month. After a month. Nionyeshe hizi barabara zimeisha. Nionyeshe zile stadium saizi Woodley inaendelea. By the Taranta ni iko kwako? Yeah, but imefanywa na national government. Hiyo sio sisi. It's big, hiyo ni 45 billion bwana. Hiyo ni budget yangu ya mwaka moja, but tukiona sasa Kiumbuini, we are doing it. They slowed down the last 2 months because of the change of the financial year and exchequer. Tukipata hii, unajua tutapata ka 2 months. Tukipata the contractors will all be back on site to conclude Kahawa West, Soko Mwiki Stadium, hapo kwa Cargo iendelee. Ile vitu wakinakunywa wanafanya town iendelee. You know, there's so much we're doing across. Okay. But people must understand the cycle. Hakuna siku atigawa nataka kulipa.
Okay. Why would hiyo pesa ikae kwa account yangu? So kwa wakati huu if nisikie kuna tender I apply na nifanye nitalipwa Sakanya. Ukifanya kazi utalipa. Kupata tender I can't guarantee you because I don't do procurement. The officers wanafanya hiyo kazi. If there is procurement. If there's procurement, nimefanya sahihi. Yes. You'll be, that is what I'm working on to pay. Remember, nimepata shimo ya 119 billion. 109 to begin with ikapanda. I push it to 83. Tunaasha hiyo unalipa ile wame apply size. Lazima ubalance, I like paying more of what is going on. Okay. Then as we reduce the old one. Ambayo imekuwa verified now to general. Yeah. You are deputy ni Mkikuyu. Joroge Mushiri. Amekuwa a good partner. He's a great guy. Okay. He's a great guy. And he's wise. Ametoka kwa background ya corporate. Fire. Mimi sijakuwa kwa corporate. Though I worked at PwC for a short while, but nilikuwa mtu ya mkono tu. Kadaya moko. Ilikuwa ndo back-coded asset audit at PricewaterhouseCoopers. And I enjoyed it. That was before I went to campus. Yeah. But he's had that life. Okay. Mimi maisha yangu imekuwa kwa uongozi. Wewe unapenda gari aina gani? Mimi napenda magari boss. Tofauti sina mingi, but I like I've always loved cars. Range Rover? Hiyo napenda. So because of safety? It's a Queen's car. It's a good car. And it's very safe. Unapendaga road trip. But na nyama? Of course. Nyama ama ugali? Nyama ama mboga? Kuna hiyo ni choice. Yes. Huko kwa kida Ichugwa, I was alisema unapatia kanyama kidogo lakini ugali mingi. Ugali kubwa. Na mimi napenda nyama, na baba Yeshungo used to do nyama every Sunday. Yeah. My only regret, I was invited on the 8th of May and I couldn't make it. Okay. But marafiki wangu, and I've realized many of my friends from Mount Kenya wazee wao wako na tabia kuchoma nyama na kuita watu. Yeah. It's a very nice habit. Hata mimi nitaanza na ndakuita. Hata mimi nitakuita kwanza. Utanita? Dofa. Nikulete nini? Si dhege. No, utakuja tu. You just bring yourself. Okay. Dofa. Dofa. Dopa. That's dopa. Ile mzee. Zile zilinyang'anywa kwa sio hizo. No, kama hizo. Ni kama hizo, lakini that was a terrible thing. That was terrible. Anyway, thank you. Governor, gutusherera. Twacokia ngatho muno. Nituthoma kiugo kia Ngai. Kiugo kia Ngai nituthoma the verse. So Johana 3:2 kamwe 2 Johana 3:2 kamwe 1